Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wa maombi ya Matokeo TV, ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo majina yote, nikisema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu unayetutazama pote pale ulipo, nikukaribishe kwenye mwendelezo wa mwongozo wa mfungo wa siku 30 ambao jana ilikuwa tarehe 1, ilikuwa siku ya kwanza. Leo ni siku ya pili ya tarehe 2 mwezi wa 8 2026, ikiwa ni siku ya baraka sana. Mwana wa Mungu, ni kushukuru wewe ambaye umeamua kuchagua kuangalia maombi ya Matokeo TV, lakini zaidi ya yote umeamua kuungana na madhabahu ya kwako kila ambaye kwa ajili ya mfungo wa baraka wa siku 30. Lakini kabla tujaanza, tuanze na maombi. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya siku ya baraka. Ni muda wa baraka ambao Mungu umetupa, ikiwa ni siku ya pili ya mfungo wetu wa siku 30. Hakika ni mfungo wa kupokea majibu yanayoonekana na majibu yanayoshikika. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mkuu, wewe ni mwema. Hakuna Mungu kama wewe. Nalibariki na kulitukuza jina lako. Kila atakaye nitazama popote pale alipo duniani kote, naomba ombi moja, ukamshikilie, ukamjibu na ukamtendee katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mwana wa Mungu, ikiwa kama basi ulitufuatilia jana siku ya kwanza, mfungo huu ni mfungo wa baraka sana. Nakumbuka mfungo huu unalenga kabisa kumuomba Mungu atupe majibu yanayoonekana. Na jana nikakupitisha kwenye mistari mbalimbali, nikakupitisha kwenye masomo mbalimbali ili uweze kuona jinsi gani majibu ya maombi yanayoonekana yanaweza kumpa mtu jina jipya, kumpa mtu historia mpya, lakini zaidi ya yote pia kuweza kumvusha mtu hatua moja kwenda hatua nyingine. Nikushukuru wewe ambaye umeamua kufunga na nikupe hongera kwa siku ya kwanza. Lakini leo tunaingia siku ya pili. Na katika siku ya pili basi Roho Mtakatifu kuna kitu ametupa. Fungua nami kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 15. Yohana Mtakatifu, ile sura ya 15. Tuanze ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 8. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili kuzidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Angalia mstari wa 4. Kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Narudia tena, kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Mstari wa 6. Mtu asipokaa ndani yangu tupo nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu wao, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote, nanyi mtatendewa. Hivyo utukuza Baba yangu kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. What a powerful message.
neno la ajabu. Natamani dunia nzima na yoyote anayenitazama, hii ni siri iliyofichwa ambayo kila Mkristo akielewa, kufanikiwa ni rahisi. Anasema mimi mkae ndani yake, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Mwana wa Mungu, hamna majibu bila mtoa majibu. Narudia tena, hamna majibu bila mtoa majibu. Kwa mfano, watu wengi wanaonitazama na popote pale ambapo Mungu amekupa kunitazama au kwenye mfungo, tunaenda kuomba bila kuwa na mjibu anayetujibu. Mtu yote anayeenda kuapply kazi ni ofisini au ana apply labda application ya kazi, anategemea apate majibu, lakini yale majibu hayatapatikana mpaka awepo mtu atakaye mjibu. Ndio maana mtu atakwambia nimetuma barua zangu za kazi lakini hazijajibiwa. Kwa nini? Kwa sababu wa kujibu hajajibu. Yesu anajaribu kukwambia, yeye akikaa ndani yako na wewe ukakaa ndani yake, anakufananisha kama tawi na mti. Bwana asifiwe. Anazudia mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya Mungu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Anakueleza nini? Maana yake bila Yesu huwezi kupata majibu ya maombi. Nataka siku ya pili uelewe na uende mbele za Bwana kumwomba Yesu, kaa ndani yako na mimi nikae ndani yako. Hayo ni maelekezo ya muhimu sana. Ndio maana kwa sababu hatuombi kwa sababu tunajua kuomba. Tunaomba kwa sababu Mungu anatupa kujua nini cha kuomba kupitia Roho Mtakatifu. Mungu ametupa Yohana, anasema hivi, pasipo Yesu hakuna kinachowezekana. Kwa sababu gani? Yesu ndio mtoa majibu. Ayubu 21:22 inasemaje? Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mwana wa Mungu, unataka mfungo huu uwe mfungo wa kimatokeo. Unataka mfungo huu uwe mfungo wa kimatokeo. Narudia tena, unataka mfungo huu uwe mfungo wa kimatokeo. Hauna namna, lazima Yesu akae ndani yako. Narudia tena, unataka mfungo huu, majibu ya maombi yanayoshikika, lazima mtafute mwenye majibu, na mwenye majibu ni Yesu. Mwenye majibu ni Yesu. Kwa hiyo siku ya pili tunalenga kumwomba Yesu akae ndani yetu. Yesu akae ndani yetu. Yesu ni nani? Mathayo sura ya 1. Mungu atusaidie. Mathayo sura ya 1. Mathayo sura ya 1. Kuna kitu alafu tutaoanisha na ile Mathayo 15. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Hapo mwanzo palikuwapo na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo hakukifanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo kuliko uzima, na ule uzima uliokuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza alikuwepo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa naomba nisikilize kwa makini. Angalia mstari wa 14. Yesu ni nani? Naye neno alifanyika mwili, ambaye ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ni neno lililofanyika mwili. Okay. Kama Yesu ni neno ambalo limefanyika mwili, kwa anaposema sasa kwenye ile Mathayo 15 ambayo tumeisoma,
ule mstari wa 7, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu. Maana yake na Yesu kwa sababu tumesoma Yesu ni neno ambalo lilifanyika mwili, na neno ni Mungu, na Mungu ni Mungu, ni neno. Kwa hiyo tunalenga bei tu kumwomba Mungu neno lake likae ndani yetu. Tunaenda vizuri? Kwa hiyo ndio maana vita kuu ya muombaji ni kusoma neno. Narudia tena, kwa sababu neno ndio chanzo cha yote. Biblia inasema kwenye Yohana 1, pasipo neno hakuna kilichofanyika, vyote vilifanyika kwenye neno. Kwa hiyo neno ni chanzo cha vyote, neno ni chanzo cha vyote. Narudia, neno la Mungu ni chanzo cha uzima, neno la Mungu ni chanzo cha utajiri, neno la Mungu ni chanzo cha baraka. Kwa hiyo neno ni chanzo cha mambo yote. Kwa hiyo kwenye mfungo wekeza sana kusoma neno, kwa sababu neno ndio chanzo cha majibu ya maombi yako. Kandarabo shekete, si kama kuna mtu ananielewa? Kwa sababu anaposema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani, angalia, afu anakwambia ombeni mtakalo lolote mtatendewa. Hakuna kutendewa bila neno kukaa ndani yako. Narudia tena, tumeshindwa kupokea majibu yanayoonekana au majibu yanayosikika kwa sababu neno halijakaa ndani yetu. Neno halijakaa ndani ya spirit, ndani ya roho, kwa sababu neno ni chanzo cha mambo yote. Biblia inasema pasipo neno hakuna kilichofanyika, kwa sababu vyote vilifanyika ndani ya neno. Kwa hiyo kama neno ni Yesu, Yesu ni neno ambalo lilifanyika kuwa mwili. Yesu ni neno ambalo lilifanyika kuwa mwili. Narudia tena, Yesu ni neno ambalo lilifanyika kuwa mwili. Kwa hiyo hakuna namna utapata matokeo bila kuwa na mleta majibu. Sasa mtu atakwambia mtumishi, Yesu anakaje ndani yako? Mtumishi, Yesu anakaje ndani yako? Au Mungu anakaje? Very simple, anasema maneno yangu, kwa sababu Yesu ni neno. The more unasoma neno, the more unalitafakari neno. Oh, wow, Roho Mtakatifu ni mzuri. Yohana, Roho Mtakatifu ni mzuri. Kitabu cha Yoshua, kuna kitu ambacho Mungu anatamani tujifunze. Wana wa Mungu, hamna kilichofanyika pasipo neno. Hakuna. Yoshua ile sura ya kwanza, Yoshua ile sura ya kwanza, kuna kitu ambacho Mungu anasema, mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maana neno lisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi. The word, neno. Dunia hii iliumbwa kwa neno. Maana yake vilivyoonekana vilitoka kwa mahali neno. Neno ni chanzo cha kupata vitu vinavyosikika na vinavyoonekana. Mtu yoyote aliyejaa neno, maombi yake yanakuwa maombi ya matokeo yanayosikika. Narudia tena, mtu yoyote aliyejaa neno, maombi yake yanakuwa maombi yaliyosikika. Majibu ya maombi yake yanakuwa majibu ya maombi yaliyosikika, majibu ya maombi yanayoonekana. Na ndio maana vita kuu ya muombaji iko kwenye kusoma neno, kwa sababu hakuna majibu ya maombi bila neno. Kwa nini? Kwa sababu neno ndio chanzo cha majibu ya maombi. Ndio maana Biblia inasema hulituma neno kutuponya na kutoka katika maangamizo. Inasema neno la Bwana ni taa ya miguu yako. Sasa Kumbukumbu inasema hili neno likikaa mbele yako utafanikiwa na utastawi. Hili neno likikaa ndani yako utafanikiwa na utastawi.
kwa sababu dunia, umeitafakari hii dunia iliumbwa kwa neno. Ndio maana naambia tu hakuna uchawi bila maneno. Ukiona mtu amekuwa kichaa, kuna neno lilitamkwa juu yake. Ukiona mtu anateseka, kuna neno. Hamna mchawi anayefanya uchawi bila maneno. Kwa hiyo pia hamna maombi bila neno. Hamna maombi bila neno. Hamna maombi bila neno. Kwa hiyo kwenye hii siku ya pili, wekeza sana kumuomba Mungu nguvu ya kusoma neno. Lazima kwenye mfungo, lazima uwe msomaji neno sana, kwa sababu chanzo cha majibu ya maombi yako, au mtu atakaye kujibu, au litakayoleta jibu si Mungu. Mungu nini? Mungu ni neno. Anasema kama ye maneno yake, maana yake kama ukichukua neno la Mungu likakaa ndani yako, azungumzi ndani ya nyama, anazungumza ndani ya mtu wa ndani, anazungumza ndani ya nafsi yako. Ukilisha nafsi yako neno, unapoenda kuomba, maana yake maombi yaliyojaa neno ni maombi yaliyobeba majibu yanayosikika na majibu yanayoonekana. Mtazamaji wa Maombi ya Matokeo TV, hii ni siri ya ajabu sana, siri ambayo kila Mkristo akiitambua ni rahisi sana kujibiwa anachokiomba. Kwenye mfungo tunahakikisha tunatoka na majibu ya maombi yanayosikika, na ndio maana nikakwambia hakikisha una bahasha yako umeandika majibu ambayo unataka Mungu akujibu, na umeweka sadaka yako kuelekea kongamano la tarehe 19 mwezi wa 9 2026 katika ukumbi wa Chakito Hall. Ndio hakikisha unaelekea hakikisha unakaa kwenye maombi ya siku 30 ili Mungu akupe jibu linalosikika, kwa sababu kitakacho kutoa hatua moja ni majibu ya maombi yako. Inawezekana unasema, mtumishi, unaongea nini? Nimeomba sana. Ndiyo, umeomba sana, lakini Mungu amenisemesha na ameniambia saa imefika ya yeye kuachilia majibu ya maombi yanayosikika. Narudia tena, saa imefika ya yeye kuachilia majibu ya maombi yanayosikika. Mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki, wewe ambaye umekuwa pamoja nami, ikiwa ni siku ya pili ya mfungo wetu, hakika tunaamini kwamba Mungu ataenda kutujibu, lakini siri ni neno. Soma neno. Hili neno la Mungu limejaa uponyaji. Neno la Mungu limejaa uzima. Neno la Mungu limejaa utajiri. Neno la Mungu limejaa afya njema. Hapa kuna kila kitu. Maana yake ni some hili neno, litafakari, alafu liishi, alafu litende, kwa sababu neno ambalo halina matendo halina kazi, ni kazi bure. Imani pasipo matendo imekufa. Imani ni neno. Unaamini, basi tuone matendo yako. Ndio maana ninakusihi na ninakuomba siku ya pili, ombi lako kubwa, Mungu nipe nguvu ya kusoma neno. Mungu nipe nguvu ya kutafakari neno. Mungu nipe nguvu ya kuliishi neno. Mungu nipe nguvu ya kutembea na neno. Mungu nipe nguvu ya kutamalaki na neno. Kwa nini? Kwa sababu neno ni chanzo cha mambo yote. Neno ni chanzo cha majibu ya maombi. Hakuna namna utapata majibu ya maombi pasipo neno. Mpenzi mtazamaji wa Maombi ya Matokeo TV, nadhani umepata mwongozo wa siku ya pili kuelekea mfungo wetu, ikiwa ni mfungo wetu wa siku 30, na leo tarehe 2 mwezi wa 6 2026 ni siku ya pili. Niseme tu Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana, kwa sababu tunapoelekea tunatamani kufika pale ambapo Mungu amekusudia. Naomba kwenye siku ya leo ombi lako liwe kubwa. Mungu nipe nguvu ya kusoma neno. Mungu nipe nguvu ya kutafakari neno. Mungu nipe nguvu ya kuishi ndani ya neno. Mungu nipe nguvu ya kukujua wewe, na hakika Mungu atakujibu. Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Kumbuka uko nami mtumishi wa Mungu Robert Daniel, ikiwa ni siku ya pili ya mfungo wetu, ikiwa ni mfungo wa siku 30 kuelekea kongamano kubwa la kihistoria Tanzania nzima.
litakalofanyika tarehe 19 mwezi wa 9 2026 katika ukumbi wa Chakito Hall. Itakuwa ni kongamano ambalo Mungu atahudumia watu wake. Itakuwa ni kongamano ambalo Mungu atawapa watu wake majibu ya maombi yanayosikika, majibu ya maombi yanayoonekana. Niseme tu ya kwamba hakuna linalomshinda Mungu. Yote yanawezekana katika yeye aamini. Imani yako ni ya muhimu sana kuelekea kwenye hili kongamano. Imani yako ni ya muhimu sana kwa ajili ya mfungo ambao Mungu ametupa. Hakika ninataka nikwambie, hakikisha neno la Mungu linajaa ndani ya kinywa chako, neno la Mungu linajaa ndani ya moyo wako, ili kila utakaloweza kuliomba Mungu atakutendea. Baba, asante kwa siku ya leo, siku ya pili ya mfungo wa maombi ya siku 30 wa kupokea majibu ya maombi yanayoonekana na yanayoshikika. Bwana Yesu, libarikiwe na kulitukuzwe jina lako, katika jina la Yesu, amen. Mtazamaji wa Maombi ya Matokeo TV, Mungu akubariki sana na Mungu akutunze. Asante kwa kuwa pamoja nami. Kama basi ndo umeingia kwa mara ya kwanza kwenye channel yetu ya Maombi ya Matokeo TV, subscribe kwenye channel yetu. Pia share kwenye magroup mbalimbali, share na watu mbalimbali, waambie Yesu anawapenda, waambie kipindi kina baraka sana, waambie madhabahu ya kwa kila ambayo upokea inalenga kuhakikisha kwamba kila ambacho unakiomba utakipokea, lakini siri iko ndani ya neno la Kristo. Mimi niseme tu, kama unahitaji kuwasiliana nasi au unahitaji kutoa support yako la kongamano letu la tarehe 19 mwezi wa 9 2026, unaweza ukanitafuta kupitia nambari 0747 381 500 Hakika Mungu akubariki sana. Nimefurahi umekuwa nami pamoja nami, na aongera kwa kuingia siku ya pili. Mungu akubariki na asante sana.